Waliimba wakaiba, ikakuja tofauti ya 200. Lakini yeye akanyamaza. Watu wake wakanyamaza. Baada ya kunyamaza, Gachagua Gachietha ashindwe kabisa. Akajitokeza, ngojeni sana nimwambie ile imetuleta hapa. Akasema kwa sababu ameimbiwa kula na wameshinda baba, wao ni wakubwa sana, watatawala hii Kenya kama kampuni. Simulisikia vile alisema? Ati Kenya sasa kutakuwa na shareholders na non-shareholders. Ukiangalia hiyo mahesabu ambayo ilikuwa imewekwa, baba alipata milioni 7, Ruto akapata 7, na milioni 7 hawakupiga kura. Kwa hivyo hiyo ambao haikupiga kura hao sio shareholders. Wale ambao walipigia baba sio shareholders. Akatuambia ya kwamba kati ya wale ambao walikuwa wamejisajili kupiga kura, watu milioni 21, watu milioni 14 sio wana shareholders. Na akasema akikupata katika ofisi ya rais na anajua we hukumpigia kura ama hukupiga kura ama ulipiga lakini umebadili mawazo kwa sababu kile ambacho ulikuwa umeelezewa kitatendeka hakitendeki, akikukuta huko anakuchukua anakutoa nje. Si alisema hivyo? Wakenya wakisikia? Akasema Kenya sasa ni ya shareholders only. Na akaongeza ile ya kuuma zaidi ya kwamba wewe utakula ile ambayo itabaki. Shidwa kabisa. Sasa baada ya kusema hivyo, baba akasema kama ni hivyo, nilikuwa nimejua mmeiba, lakini sasa tutaulizana maswali. Kama mlichukua taifa ili mtenge wengine, sasa tutafungua safa ili tujue mshindi alikuwa nani. Na hapo ndipo story ya kufungua safa ilianza, ili tujue huyo shareholder wa ukweli ambaye anastahili kulalia wale wengine ni nani. Na kwa sababu baba alikuwa na mahesabu na alikuwa anajua ameibiwa, akasema ili tujue shareholder ni mgani, ili watu wengine waache kutengwa, lazima safa ifunguliwe. Na ndio sababu leo tuko hapa, kwa sababu tulisema tutazunguka Kenya tukiongea na non-shareholders, wale ambao hawana hisa, hawana uwezo, hawawezi kupia watoto wao kalo kwa sababu sio wana shareholders. Si ndio? Wakienda kwa hospitali, wengine wakienda Aga Khan, wao wanaenda Murang'a, wanakosa dawa, wakakufia nyumbani kwa sababu sio wana shareholders. Hawastahili kukula. Nao wanafikiria ati unga ya 150 ni ya bei ya chini sana kwa sababu sio wana shareholders. Wale walikuwa kazi mtaani kwa sababu sio wana shareholders. Wakae nyumbani waajiri wale kutoka kwa jamii zao. Hao wengine sio wana shareholders, wakae nyumbani. Wale wafanyi biashara huko town kwa sababu sio wana shareholders, waongezewe kodi. Ndio tunasema siku ya leo ni siku yenu. Sawa sawa? Ili muambie baba zile shida ambazo mko nazo, ili naye akipigana awe anapigania ile mijadala ambayo imetoka kwa mwananchi wa kawaida. Amezunguka Kenya, alikuwa amezuiliwa kukuja Central Kenya. Ati watu wa Central Kenya wote ni wauda, hata wakilala jana ni wauda, hapo wakikosa kusomesha watoto ni wauda. Mnakubali hivyo? Wewe ulale jana kwa sababu wewe ni wauda? Wewe ukose kufundisha mtoto shule kwa sababu ni wauda? Wewe ulipe kodi ya juu kwa sababu ni wauda? Baba akasema atakuja ili
tuwe na mazungumzo. Sawa sawa? Kwa sababu yeye amesema na sisi tumemwambia either ifunguliwe, kama haifunguliwi hii Kenya tutapasua mara mbili. Kwa hivyo sitaongea sana, nilikuwa nataka kumuelezea kutakuwa na wale ambao watapeana maoni. Kazi ya baba na hii team ni kuweka yote chini ili kabla viongozi hawajaongea wajue shinda za watu wa Murang'a ni gani. Sawa sawa? Kwa hivyo tumefungua uwanja. Kamau ndiye ataongoza. Tutaita wale ambao walikuwa wamewekwa kwa orodha, alafu tutafungua uwanja ili kila mtu ambaye ana chochote ambacho kinamkela kwa moyo atuambie. Sawa sawa? Karibuni sana. Asante sana governor. Kwa haraka nitaita watu na constituencies. Kila constituency